Watoto wazuri hamjambo? Ninayekusimulia hii hadithi ni mimi mwalimu wako Kwangaya. Hapo zamani za kale alitokeaga mtoto mmoja wa kiume na mdogo wake wa kike. Mtoto huyu wa kiume alikuwa anaitwa Daudi na dada yake alikuwa anaitwa Penina. Watoto hawa walikuwa wanaishi peke yao. Walikuwa wameachwa na wazazi wao. Wazazi hao hawakuwapenda kabisa, na yeyote ilitokana na baba kuoa mwanamke mwingine, na yule mwanamke mwingine alikuwa hawapendi kabisa watoto hawa. Watoto hawa mama yao alikufa muda mwingi, lakini yule mdogo Penina siku zote alikuwa na mawazo sana. Lakini siku moja akapata wazo, akamwambia kaka yake, "Kwa nini leo tusiende bichi? Najua tutapunguza mawazo mengi baada ya kuachwa na kufukuzwa na wazazi wetu." Wakati huo walikuwa wanakula chakula. Wakapata wazo la kwenda bichi. Kaka yake Daudi akasema ni wazo zuri, twende bichi tukaogelee. Basi wakaenda bichi kule, walikutana na watu wengi. Lakini na wao wakapata mwanya wa kucheza, wakafurahi. Ikawa ni furaha kubwa sana. Walikutana na watoto wenzao, lakini kuna vitu mbalimbali walivyofanya viliwafanya viwasaulishe kabisa. Matukio yale ya nyuma yaliwaumiza moyo. Wakasema sasa turudi nyumbani. Walipokuwa wanarudi, walipita njia nyingine ya ajabu sana. Njia ile ilikuwa ni ya msituni, na wazo hili lilitolewa na Daudi. Sema hebu tupite njia hii ya polini tuone mandhari yake. Inawezekana pia tukafurahi zaidi kuliko tulivyofurahi mwanzo. Walipokuwa wanapita walikutana na vitu vingi. Walikutana na ndege, chura, wanyama, vijito vya maji. Cha kushangaza, walikutana na tembo mmoja ambaye inaonekana alikuwa na njaa sana. Tembo huyu alikuwa ni mgonjwa. Watoto hao wakahofu, lakini tembo aliwaambia, "Watoto, huku mnapita mbona ni hatari?" Wakasema, "Sisi tunapita, tunaenda nyumbani." Tembo akauliza, "Mpo na nani?" Wakasema, "Tuko peke yetu." Tembo akasema, "Mimi ni mgonjwa sana, lakini nikipata ndizi na maji nitapona kabisa." Basi yule wa kike alienda polini akatafuta ndizi akampatia. Tembo akala. Wa kiume akaenda kuchota maji akampatia. Akanywa akaburudika. Tembo yule alifurahi sana. Akawashukuru wale watoto na kuambia, "Sasa hapa nafikiri nitapona sasa hivi. Mnachotakiwa kufanya muende nyumbani kwa sababu msitu ni hatari na una wanyama wengi." Wakaanza kwenda nyumbani. Walipokuwa wanaenda nyumbani, ghafla mbele wakakutana na wanyama wengi wa kutisha, tena ni hatari. Walionekana hawana urafiki na watoto hata kidogo. Waliwaona nyoka wa hatari, nyoka wenye vichwa viwili. Walimuona tai, walimuona simba na wanyama kibao, wakawa wanaogopa kweli. Wakati huo walionekana kuna wanyama walikusudia kuwazuru, lakini tembo waliyemsaidia alikuja. Alipoona hali kama hiyo, akamwambia, "Rafiki zangu, hamjafika bado." Basi wakati ule simba alikusudia kuwazuru, lakini tembo akasogea, akawachukua na mkonga wake, akawapandisha juu. Akawaambia, "Watoto, nitawapeleka mimi kwenu." Watoto wakasema, "Wewe unapajua?" Tembo akasema, "Mimi leo hii nataka niwape zawadi. Kwa sababu mlinipa zawadi nzuri, mnaonekana ni watoto wakarimu. Lakini nataka kujua wazazi wenu wako wapi?" Akasema, "Sisi hatuna wazazi, tulifukuzwa." Tembo yule akaondoka moja kwa moja, akawapeleka mpaka kwenye nyumba nzuri sana. Akawaambia, "Sasa kuanzia leo hii ndio itakuwa nyumba yenu na mimi nitakuwa hapa kama mlinzi wenu." Wale watoto wakafurahi sana kuona nyumba ile nzuri kweli. Hawakuamini, lakini tembo aliwahakikishia, na huo ndio ulikuwa wema wake baada ya kusaidiwa kule msituni kunywa maji na ndizi. Watoto wale walimshukuru tembo na kumwambia, "Wewe ni rafiki yetu na usiondoke daima,
siku zote ukae nasi. Na hadithi yangu imeishia hapo. Je, watoto wazuri, mmejifunza nini? Najua kuna vitu vingi mmejifunza, niambieni.